Hebu niulize swali. Unakunywa maji? Ndiyo. Lakini je, umewahi kujiuliza njia unayokunywa maji inaweza kuwa inakudhuru bila kujua? Watu wengi wanaamini maji ni tiba ya kila kitu. Na ni kweli, maji ni uhai. Lakini ukweli wa kushangaza ni kwamba si kila namna unayokunywa maji ni salama au yenye faida kwa mwili wako. Kuna watu wanakunywa maji kila siku lakini bado wanapata tumbo kujaa gesi, uchovu wa mara kwa mara, matatizo ya mmeng'enyo, hata maumivu ya kichwa yasiyoelezeka. Na tatizo linaweza kuwa ni kitu kidogo tu ambacho namna unavyokunywa maji. Leo nitakuonyesha makosa hatari unayoweza kuwa unafanya kila siku bila kujua na jinsi unavyoweza kuathiri afya yako kimya. Kama unafanya hata moja ya haya, basi video hii inaweza kubadilisha maisha yako. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nakuletea mada hii kwa undani. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Tuanze kuangalia mwili na maji. Mwili wa binadamu ni kama mashine kubwa ya ajabu. Zaidi ya 60% ya mwili wako ni maji. Maji yanahusika katika kila kitu muhimu. Kwanza, kusafirisha virutubisho kwenda kwenye seli, kusaidia moyo kufanya kazi vizuri, kudhibiti joto la mwili, kusafisha sumu kupitia figo, kusaidia ubongo kufanya kazi kwa ufanisi. Kwa kifupi, bila maji mwili hauwezi kufanya kazi inavyotakiwa. Lakini hapa ndipo tatizo linapoanza. Watu wengi wanafikiri kadri unavyokunywa maji mengi ndivyo unavyokuwa na afya bora. Ukweli ni kwamba si kiasi tu cha maji kinachohesabika, bali na namna unavyokunywa maji hayo. Sasa tutaangalia makosa ambayo unayafanya. Kosa la kwanza, kunywa maji mengi kwa wakati mmoja. Hili ni kosa linalofanywa na watu wengi sana. Unakunywa chupa kubwa ya maji kwa mara moja au glasi kadhaa mfululizo ukifikiri unafanya jambo zuri. Lakini ukweli ni huu. Mwili hauwezi kufanya maji yote kwa haraka. Matokeo yake, tumbo linaweza kujaa ghafla, mmeng'enyo wa chakula unavurugika, unaweza kuhisi uzito tumboni, wakati mwingine gesi huongezeka. Mwili unapenda usawa, si mshtuko. Njia sahihi ni kunywa kidogo kidogo kwa muda wote wa siku. Kosa la pili, kunywa maji mara moja baada ya kula chakula. Hili ni kosa hatari sana, lakini watu wengi hulifanya kila siku. Baada ya kula chakula kizito, unachukua maji mengi mara moja na kunywa. Inaonekana ni kawaida, lakini ndani ya mwili inasababisha asidi ya tumbo kupungua nguvu, chakula kukaa tumboni muda mrefu, mmeng'enyo wa chakula kuchelewa, wakati mwingine kujaa gesi au kiungulia. Tumbo linahitaji mazingira muhimu ili kumeng'enya chakula. Suluhisho: subiri angalau dakika 30 mpaka 60 baada ya kula au kabla ya kunywa maji mengi. Kosa la tatu, kunywa maji baridi sana mara kwa mara. Maji ya barafu au ya friji yanaweza kuwa mazuri kwa hisia ya muda mfupi, lakini si kila wakati ni mazuri kwa mwili. Maji haya hupunguza mzunguko wa damu tumboni, hupunguza gesi, kasi ya mmeng'enyo, huweza kusababisha tumbo kuanza kukaza na maumivu. Kwa baadhi ya watu huongeza usumbufu wa kifua au koo. Njia bora: tumia maji ya kawaida ya vuguvugu au room temperature mara nyingi. Kosa la 4 ni kunywa maji kidogo sana mchana na kunywa maji mengi usiku. Watu wengi husahau kunywa maji mchana, halafu usiku wanakunywa sana kwa haraka. Tatizo: figo zinafanya kazi kupita kiasi usiku. Unaanza kuamka mara kwa mara kwenda chooni. Usingizi wako unavurugika. Mwili haupati muda wa kupumzika vizuri. Suluhisho: sambaza maji siku nzima baada ya kuhifadhi na kunywa usiku pekee. Kosa la 5 ni kusubiri kiu kali sana. Kiu kali ni ishara ya kwamba mwili tayari umepungukiwa maji. Lakini watu wengi husubiri hadi wapate kiu sana ndipo wanywe maji. Tatizo: mwili tayari umeshachoka, ubongo hupunguza umakini na nguvu hupungua, hali ya uchovu huongezeka. Suluhisho: kunywa maji mara kwa mara hata kama huna kiu. Kosa la 6
ni kunywa maji ukiwa umesimama haraka. Inaweza kuonekana jambo dogo, lakini pia lina athari. Maji hupita haraka bila kufyonzwa vizuri. Mwili haupati muda wa kuyachakata. Figo zinapata mzigo wa ghafla. Njia bora: kunywa maji ukiwa umekaa kwa utulivu. Njia sahihi ya kunywa maji ni pamoja na: asubuhi glasi 1 mpaka 2 baada ya kuamka, kabla ya chakula kidogo dakika 20 mpaka 30, na baada ya chakula subiri kabla kunywa maji mengi. Mchana kunywa maji kidogo kidogo mara kwa mara. Usiku punguza maji mengi kabla ya kulala. Mwili unapenda mpangilio, si msukosuko. Maji ni uhai. Hakuna ubishi kuhusu hilo, lakini jinsi unavyotumia inaweza kuwa tofauti katika afya na matatizo ya muda mrefu. Watu wengi wanafikiri wanajisaidia, kumbe wanajiumiza kimya kwa tabia ndogo ndogo za kila siku. Habari njema ni kwamba kubadilika ni rahisi. Anza leo kunywa maji kwa mpangilio sahihi, si kwa haraka au bila kufikiri. Mwili wako utakushukuru kwa kila hatua ndogo utakayobadilisha. Naamini kuna jambo umejifunza. Ni wakati wako sasa kushare video hii kwa marafiki, kusubscribe na kulike. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba, nikutakia siku njema na Mungu akubariki.